baada ya uchaguzi Kenya ni yetu sisi zote. Hatutaki maneno ati mpaka tunaamini ya kwamba uchaguzi inakuwa life and death ama inakuwa yani kufa kupona. Hapana. Kutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi. Na lazima tuishi kama ndugu moja, watu wa taifa moja. So we must do that together. Na msikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Hawa ni wapande hii, hawa ni wapande ile, hawa hawafai, hawa wako na shares, hawa hawana shares. Hiyo ni siasa ya ujinga. Ama namna gani? Na ndio mimi nauliza viongozi wote. Hata yule mbunge amechaguliwa jana kule Olkalao. Sasa tumechaguliwa, sasa tuende kazi. Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake wakati ukifika. Si ndio? Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake. Wananchi wako na akili, wanajua. Kila kiongozi lazima ukuwe na track record, lazima ukuwe na maono, lazima ukuwe na mpango. Ndio tushirikiane sisi wote tuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba wale wametuchagua maisha yao inabadilika. Tusiweke siasa, vitina, sarakasi, ukabila, chuki. Wananchi wakishaamua, sisi wote tunatembea pamoja kwa sababu tunataka, lengo letu kama viongozi ni kuhakikisha ya kwamba maendeleo inapatikana, Kenya inabadilika, maisha ya wananchi inabadilika na taifa letu linasonga mbele. That is our commitment as leaders. Bungoma, tumeelewana? Kila kiongozi lazima awe na maono, lazima awe na mpango, atengeneze sera, ndio aweze kutimiza yale ambayo yanaweza kubadilisha maisha ya wale waliompigia kura. Si ni kweli? Hakuna kiongozi tu anachaguliwa ati kuzurura kwa mtaa. Kiongozi anachaguliwa kwa sababu ya mambo ya maendeleo. Na ndio sababu hiyo tulikubaliana na nyinyi. Tukasema turekebishe kilimo, turekebishe elimu, turekebishe matibabu, tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wanasoma na tufanye mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya. Barabara tutengeneze. Na mimi nilisimama mbele yenu na mbele ya Wakenya wote na nikasema mambo ya elimu tutanyorosha. Leo tumeajiri walimu 1,100, tumejenga madarasa 23,000, tumerekebisha ile CBC na sasa tumerekebisha hata funding model ya university. Hii Kenya itabadilika. Sura ya Bungoma imeanza kubadilika. Ukienda Kimilili leo utaona affordable housing imeanza. Ni kweli ama si kweli? Na tumesema ya kwamba mbali na kufanya haya mambo yote, mabarabara pia lazima tupange vizuri. Mumesema mmetoka Bungoma mmepitia hii barabara ya kutoka Nakuru. Ni kweli? Kuna mwingine alisema ati hata wheelbarrow hakuna. Nyinyi mmeona wheelbarrow kwa barabara? Mmeona greda na bulldozer na mashini kubwa kubwa? Inaendelea ama haiendelei? Ndio. Nasikizeni. Inaanza hapa kilomita karibu 170 mpaka Rironi, mpaka Mau Summit. Alafu tayari tunafanya feasibility study ya kutoa pale Rironi, Mau Summit, ipitie Eldoret, ikuje Bungoma, iende Malaba. Na hii ingine iende Kericho, iende Kisumu, ikutane Malaba. Kujenga inahitaji akili. Kubomoa hata mtu mjinga anaweza kufanya. Nyinyi mnanielewa?
nasikia watu wengine wanaongea, viongozi wengine wanasema kila mtu anaweza kujenga, kila mtu anaweza kujenga stadium, sijui kila mtu anaweza kufanya affordable housing. Mimi nataka niwaambie, kama ingekuwa kila mtu, ingekuwa imejengwa mbeleni. Kujenga inahitaji akili, kubomoa hata mjinga anaweza kufanya. Nyinyi mnanielewa? That is what I'm telling you. Ndio unaona kila sehemu ya Kenya tunajenga. Hamukukuwa na stadium Bungoma, si imejengwa? Si affordable housing inaendelea?